Haleluya, haleluya, haleluya. Karibu katika jina la Bwana Yesu tena. Masaa ndio hayo tena tuweze kubarikiwa. Na basi bila kupoteza wakati tupate wimbo mmoja hapa, alafu tuendelee tuone tutakavyobarikiwa. Tangu mwanzo Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ila amwaminie asipotee kamwe, bali yeye awe na uzima wa milele. Amwaminie aokoke bure, amwaminie aponyeke bure, mlipewa bure, toeni bure. Aliwakemea walipofuata mikate, musikitende kazi chakula cha tumbo. Ufalume wa Mungu sio kula na kunywa, karama ya Mungu ni uzima wa milele. Baraka za Mungu hupatikana bure, vipawa vya Mungu hupatikana bure, mlipewa bure, toeni bure. Mnatoa pesa mwasema mbegu ya imani, mwapotea kwa kutokujua maandiko, wala hamtoi kwa moyo wa ukarimu, bali ni ili mpate mahitaji. Ushuhuda wenu ni ushahidi tosha. Bwana asifiwe. Amina, amina, amina. Kuwepo bila kazi muda mrefu, Alafu mchungaji akasema tupande mbegu gani hiyo? Nikatafuta shilingi 5,000 Za nini? nikapanda mbegu ya imani. Haya, Nikaombewa nikapata kazi. ukanunua kazi. Bwana asifiwe. Hiyo ni ufisadi. Ushuhuda wenu ni ushahidi tosha. Ushuhuda wenu ushahidi tosha. Wala hamtoi kwa moyo wa ukarimu, bali ni ili mpate mahitaji yenu. Musikitende kazi chakula cha tumbo. Ufalume wa Mungu sio kula na kunywa, mlipewa bure, toeni bure. Mkumbuke Mungu siku za ujana wako, kabla hazijakuja siku mbaya kwako. Utakaposema sina furaha nazo, utakaposema sina furaha nazo. Mkumbuke Mungu siku za ujana wako, uzee ukija atakukumbuka. Mkumbuke Mungu wakati una nguvu, ukichechemea atakukumbuka. Mkumbuke Mungu wakati una meno, ukiwa kibogoyo atakukumbuka. Mkumbuke Mungu wakati una bei, ukishuka bei atakukumbuka. Mkumbuke Mungu wakati umepata, utakapopatwa atakukumbuka. Mkumbuke Mungu wakati uko sawa, ikiumana atakukumbuka. Mkumbuke Mungu wakati una afya, ukiwa mgonjwa atakukumbuka. Mkumbuke Mungu wakati umeshiba, ukiwa na njaa atakukumbuka. Mkumbuke Mungu wakati una kazi, ikiharibika atakukumbuka. Mkumbuke Mungu wakati unacheka, utakapolia atakukumbuka. Mkumbuke Mungu siku za ujana wako, uzee ukija atakukumbuka.
Haya, asante sana na kualika katika jina la Bwana Yesu, na ukaribisha tena masaa haya mazuri kabisa tuweze tena kuwa na wakati mwingine wa baraka hapa, kuzungumza maneno ya Mungu, kuabudu Mungu, kuwa katika ibada hii fupi ya masaa haya ambayo kule kwetu najua East Africa ni jioni, hapa kwetu Marekani tulipo ni mchana, na basi pengine pale upo labda napo ni masaa mengine tutatofautiana kiasi, lakini tu masaa yetu ukitaka kipindi hiki kupata masaa yake kamili pale ulipo linganisha na masaa ya East Africa, basi inakuwa ni baraka kweli. Karibu katika jina la Bwana Yesu. Majina yangu ni Kiande na nikiwa hapa kwenye studio za kinyumbani, basi tuko hapa tuweze kubarikiwa. Asante sana kwa wale ambao wameshafika. Kabla ya mambo yote, tumpe Bwana heshima kwa maombi pale ulipo, na basi itakuwa ni baraka kweli. Baba, asante na uhimidiwe masaa hayo umetupa. Tunakutukuza, tunakubariki, tunainua jina lako takatifu Mungu wetu. Tunasema asante sana kwa sababu kutupa wakati tena kukutana hapa ili tuliadhimishe jina lako na kukuinua Mungu wetu. Sasa Baba, nakusihi ya kwamba ukatubariki sisi sote, kila mtazamaji wangu ambaye sasa yuko live mahali hapa Mungu, tukishiriki pamoja, utubaraka na neema yako Mungu. Na leo tutakuja baadaye kwa njia ya teknolojia kuangalia mahubiri haya na kupokea neno lako Mungu. Wapokee uzima na baraka na amani katika mambo yote Mungu, jumla ya mambo yote. Tunanyenyekea watumishi wako ili wewe ukainuliwe na kupokea sifa na tukufu na heshima yote katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Sema amina pale ulipo, na basi karibu moja kwa moja. Ngoja niongeze haya macho tuweze kuona hapo nini kinaendelea. Basi baraka kweli katika jina la Bwana Yesu. Naona baadhi ya watu wameshaingia, barikiwa sana na asante sana kwa ajili ya kuchagua kujiunga nami katika kipindi cha leo, maana kila kitu ni kuchagua. Wakati mwingine tunasema ni Mungu tu vile amepanga. Ukweli ni kwamba katika maisha na katika jambo lilofanya kuna mambo ambayo Mungu naye alimkabidhi mwanadamu ili mwanadamu hayo mambo ayashughulikie vile anavyotaka yeye, makusudi yake. Ndio maana usoma katika Biblia kuna wakati mmoja, na nitakuja kufundisha siku moja neno hili fundisho hilo, lakini ngoja tu ndokezee. Kuna wakati mmoja ambapo ukisoma katika Agano la Kale wanadamu waliongezeka. Ukisoma kule mwanzo wanadamu wakaongezeka, yani baada ya mambo ya Adam na Eva, tunaenda kulielekea ukaja wakati wa Nuhu. Mungu akaangamiza kwa gharika la maji, watu wote wakaangamia, wakapona watu 8, yani Nuhu na vijana wake na mke wake. Alafu Nuhu walikuwa na vijana 3 na vijana wote walikuwa wameoa wake mmoja, walikuwa ni watu 8 na wakaanza tena kuishi. Lakini wakati watu waliongezeka, Biblia inasema Mungu akasema sasa mtawanyike, lakini wakasema hatutawanyika. Kwenye Babeli, kule Babeli wakasema tuunde mnara mrefu hapa sana uwe juu kabisa, ndio iwe ishara ya kwamba huu ni mji mkubwa hapa, ndio watu wasiende, kila anaenda ajione kama sasa anaenda bali nyumbani, arudi nyumbani, ndio tukae pamoja. Basi wakaanza kujenga mnara, na walipojenga, maandiko yanasema habari hiyo ikamfikia Mungu mbinguni, akaona. Mungu akasema wanadamu hawa wamekusudia, wamepatana, na sasa hakuna mtu awezaye kuwazuilia. Kumbe mwanadamu kuna vitu unaamua kufanya mpaka unafanya yasiyo mapenzi ya Mungu, lakini na Mungu anasema amekupa uwezo wa kufanya maamuzi. Hivyo wanadamu tunapewa uwezo na Mungu kufanya maamuzi. Utakayeenda jehanamu, huendi jehanamu kwa sababu shetani ana nguvu. Hapana, unaenda jehanamu maana ulichagua. Maana Biblia inasema chagueni, naweka mbele yako leo. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, maandiko yanasema tazama mbele yako leo naweka baraka na naweka laana. Kuchagua, yani mwanadamu pewa nafasi ya kuchagua. Mungu ametupa kuchagua. Hiyo ni jambo muhimu sana kujua. Tuna maombi, tuna miujiza, lakini Mungu kwako ndani ya moyo wako amekupa uwezo na mamlaka ya kuchagua. Tuna uwezo wanadamu wa kuchagua. Leo ukiamua kusema sitaki mambo ya Mungu, Mungu hata kulazimisha. Hapana. Kuna vitu ambavyo vinatendeka, watu wanakosa ufahamu vizuri. Wanasema unajua Mungu amefanya hivi ndio hiki kitokee. Mungu halazimishi mwanadamu. Mwanadamu kuna kitu kimoja Mungu hatafanya na wewe. Mungu hata kulazimisha kumwabudu Mungu. Mungu hata kulazimisha kuabudu. Ndio maana aliweka kuna jehanamu kwa watakao kataa. Sio ambao shetani atawashinda, watakao kataa. Huwa tunabadilisha kibao kwa kuwa mwanadamu hataki kusema yeye ndiye ana makosa, anatafuta mtu wa kubandika makosa. Basi unajua ni shetani amefanya hivi, unajua, lakini ukweli ni kwamba bottom line, wazungu wanaita bottom line, yani msingi, maneno kamili alivyo, ni kwamba mwanadamu unakuwa na nafasi ya mwisho ya kufanya maamuzi ya kuchagua. Sasa unapochagua upande wa adui, ndio shetani anakuingia na kufanyisha kazi yake. Unapomchagua upande wa Mungu, ndio Mungu anakushika
kukushika mkono na kukupa baraka zake na neema yake. Kwa hiyo ni kuchagua. Ndio maana hata leo hapa kipindi hiki hukuja hapa kwa bahati mbaya wala muujiza wa nini, ni kwamba wewe ulichagua, ukajua kuna nafasi. Hata pengine huku unajua ulikuwa tu unagusa simu yako, ukakutana na sura hii, ukakutana kipindi hiki, bado una nafasi ya kuchagua kusema mimi napita niangalie vitu vingine, ama kusema acha nikae nisikilize. Basi ni machaguzi. Katika machaguzi ya kuchagua Mungu, basi tunachagua uzima. Ndio maana Biblia inasema chagua uzima ama mauti. Uchague, mwanadamu tunachagua. Na leo kwa kuwa umechagua kujiunga pamoja nami hapa, basi Bwana akubariki, utendee mema. Tuko hapa, majina yangu ni Kiande. Tuna kipindi hiki cha kila siku ya Jumatatu masaa ya East Africa kuanzia saa 4 usiku mpaka saa 5. Tunakuwa hapa baada ya mambo yametulia ya kazi na vitu kama hivyo. Tunakuwa kipindi hiki tukibarikiwa hapa huwa tunaleta nyimbo 2-3, lakini zaidi ya hayo huwa tunafundishana hapa, huwa tunasema neno kabisa neno. Na ukiwa na swali ukirusha pale, basi tuangalia namna ya kuja kukujibu, inakuwa ni baraka. Ngoja nitambue watu wachache hapa, halafu tuendelee moja kwa moja. Tutambue watu wachache, tutambue watu kadha wa kadha hapa, maana huwa tunatambuana watu kama familia. Tunakuwa tu kama familia. Ukija hapa live tunatambuana, inakuwa ni baraka. Basi na Joseph Odhiambo, karibu sana. Betty, karibu sana. Alafu anasema good evening sir, thank you very much. Sister Betty, good evening too. Kuna Zena Lin, karibu sana, is watching. Tuna Joseph Odhiambo tena, safi sana mtumishi, na kupata loud and clear. Ombi langu hatulogeki. Haya, asante kwa kuomba wimbo huo, utaona ule utakavyoweza, hatulogeki pamoja. Apostle huyo ni Dismond Ismail, anasema love, umeweka love kubwa kabisa pale. Basi ubarikiwe sana, asante sana, amen amen. Hapa Dismond anasema Marandu is watching. Thank you very much Bwana Marandu pale. Lagat Philip watching, thank you. Piusi Kajana, Mungu akubariki sana mchungaji. Salimia bibi yangu Karo, watoto Morgan, Neshi na Joy. Piusi Njiru nikiwa Ishiara, barikiwa sana, asante. Sasa viatu, asante kutoka kule Tanzania, Songea. Kweli. Bwana akubariki, God bless, God's servant. Thank you very much Betty. Kaliti Mishak haya flowing from Kajiado, Kenya, East Africa. Thank you very much. Kalonzo Samuel kubira chakula kule Ukambani, anasema praise God, watching from Chakos with the wife Favor and the nephew Dennis. Naomba wimbo Kizimba ya Mbinguni. Thank you kwa kuomba wimbo. Evangelist Daniel Shihume, amen mtumishi, toko pamoja sana toka Mombasa, Kenya. Thank you very much. Agi Simio, asante sana Agi, naona toka nawe leo tena. Thank you very much. Amen, thank you. Happy New Year month. Hiyo ni Betty, maana tuko mwezi wa 3 sasa. Andrews sio Kimno, mtumishi wa Mungu, na kuona mtumishi muda mrefu. Thank you very much, umeingia tena. Rose Theophilo, asante sana Theophilo. Mamea wedi. Haya, asante sana, amen. Alosema watching. Thank you very much. Andrews Siokimo asema is watching. Thank you. Joseph Odhiambo watching from Fangano, Kenya. Greeting to you Apostle Kiande. God bless you. Thank you very much. Joseph from Maweo, mchungaji, barikiwa sana mtumishi wa Mungu kule Mombasa. I see you sir. Thank you very much sir. I see you too. Nelson Mwamburi, asema ubarikiwa. Nafikiri kusema ubarikiwe kutoka Taita. Thank you very much. Evangel Daniel Shihume tena asema pamoja sana mtumishi Shihume. Thank you very much. Ola mwana Mao is watching. Thank you very much. Terry Gebenji, siku nyingi Terry, umzima wewe? Haya, Apostle barikiwa, long time. Thank you very much Terry, nimekuona, asante. Bernard Munyao watching from Matiliku Makueni. God bless you Apostle, thank you. Haya, wewe unasema pamoja, wewe ni ula mwana. Thank you sana. Joseph Papas, hii mtamkaje? Haya, asante sana watching. Thank you very much Joseph kwa kujia nami. Gideon Macharia, God bless you man of God. Thank you very much. Asante sana mtumishi wa Mungu kujiunga nami. Says we have to happy new year. Thank you very much. Laz
Farmer watching. Thank you. Mangoros. Thank you. Apostle Kiande, you are a blessing to many. Thank you very much. Joseph Odhiambo. Amen. Amen. Jafeth. Okay. Oh, ni Jafeth huyo. Thank you very much. Basi mbarikiwe. Tutambuana, wengine tutatambuana baadaye. Asante sana kwa kuja pamoja nami hapo. Ni siku nzuri ya baraka sana. Sasa wimbo umeombwa na ukaombwa. Wakati mwingine inakuwa ni unaweza omba wimbo tukopiga wiki inayofuatia kutokana na wakati, lakini pia ikiwezekana basi inakuwa ni sawa, ili tuwe na muda mrefu pia wa kuongea, maana muda wetu unakuwa ni mfupi kidogo. Lakini basi ngoja niimbe wimbo mmoja, maana umeshaomba sana, unaosema tuliokoka hatulogeki. Na ni kweli kabisa, tuliokoka hatulogeki, na hiyo ni kweli kabisa. Haya, uko wapi wimbo huo? Haya, ngoja tuone, tulete hiyo. Najaribu kunyamaza. Injili heshimiwe. Haya, ndio hiyo inaitwa Injili heshimiwe, lakini watu wanaita tuliokoka hatulogeki. Yote ni sawa, majina ni majina. Barikiwa na hiyo, alafu tusome neno kidogo. Hatulogeki, tumeokoka. Logabo. Asante sana. Injili ile ya zamani yenye uweza, Injili aliyohubiri Mwokozi Yesu, Injili ile ya Yohana Mbatizaji, Injili ya Mtume Petro na Yakobo iheshimiwe. Injili ya kupanda mbegu tuvunje laana, na neno linasema tuwabarikiwa. Kila mara wanasema tumelogwa, na neno linasema tuliokoka hatulogeki. Maji yalobatiza Yesu yalishaenda, hayo yao ya Jordani ya utapeli. Injili ya kupanda mbegu ikataliwe, Injili ya kulishwa mafuta ni utapeli ikataliwe. Haya, Injili aliyoagiza Mwokozi Yesu, tunasoma katika Marko 16. Hakuna cha vituko vya maji ya baraka, ni kuweka mikono juu ya wagonjwa wafunguliwe. Injili ile ya zamani yenye uweza, Injili aliyohubiri Mwokozi Yesu, Injili ile ya Yohana Mbatizaji, Injili ya Mtume Petro na Yakobo iheshimiwe. Injili aliyoagiza Mwokozi Yesu, twasoma katika Marko 16. Hakuna cha vituko vya maji ya baraka, ni kuweka mikono juu ya wagonjwa wafunguliwe. haleluya. Haya, toboa. Huyo mwambie ajirekebishe, huyo mwambie ajirekebishe. Miujiza ya magendo inaibisha Injili. Huyo mwambie ajirekebishe, ulicheka mwambie ajirekebishe. Kuuza mafuta kunaibisha Injili. Huyo mwambie ajirekebishe, Jakubanga mwambie ajirekebishe. Kuuza maji na mchanga kunaibisha Injili. Inaibisha Injili Bwana. Wacha mara moja. Huyo mwambie ajirekebishe,
huyo kwako mwambie ajirekebishe. Kikombe cha Loliondo kinailisha nchi. Huyo mwambie ajirekebishe. Huyo mwambie ajirekebishe. Miujiza ya magendo inailisha nchi. Haya. Asante sana. Kikombe cha Loliondo kinaibisha Injili. Maana kulikuwa na mambo yakatokea kweli kunywa kikombe, ukinywa kikombe, vitu kama hivyo, mambo yakaenda. Haya, kuna kukanyaga mafuta, kuna kubeba maji, sijui kitu gani, nene chumvi, mafagio. Hiyo yote ni utapeli ndugu, kwa mujibu wa maandiko. Nasema kiimani kwa mujibu wa maandiko. Kiimani kwa mujibu wa maandiko. Hivyo usio kafikiri tukiongea hapa ni watu tunashambulia. Hapana. Hatushambuliani na mtu. Kushambulia na mtu hiyo ni kiwango cha chini sana. Hapa tunasimamia misingi ya Injili. Na hiyo ndio huduma mojawapo ya kuwa aposto. Kuwa aposto sio cheo, hapana. Kuwa aposto ni kwenye ango ya kuhakikisha kwamba misingi ya Injili hairaibiwi. Kusema hapa ni kupotea njia ni hii ndio kazi ya kuwa huduma ya aposto, inafanya kazi kama hizo. Sio aposto wa kujibandika tu kusema aposto kwa sababu maana utafikiri ni vio. Hii si issue ya cheo. Hii ni issue ya kujua unafanya kazi katika ango gani. Ni kama timu ya mpira, kuwa namba 7 ama kuwa namba 10 ama kuwa golikipa pale nyuma kwa namba yake ama kuwa namba 5 ama kuwa namba 4. Haimaanishi wewe uko chochote cha zaidi ya wengine ndani ya kiwanja. Ni kutegemea uko kona gani, unachezea upande gani, ili kuacha kwamba mpira haupiti huku ama unaenda vile ama unaenda vile. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba mnapatia timu yenu ushindi. Na hizo zote huduma, unaitwa siwe ni mwinjilisti, siwe ni mchungaji, siwe ni apostle, siwe ni nabii, zote ni kona tu ile umeweka. Unacheza namba ngapi? Kwa lugha nyingine, unacheza namba ngapi? Na katika namba yenyewe unayocheza inaleta mafanikio ama haileti mafanikio. Sio issue ya vyeo, hapana. Ni issue ya huduma, kujua nafasi yao katika Bwana. Na huduma yangu mojawapo, unaweza kuwa una huku na huku, na huduma mojawapo yangu ni kuhakikisha kwamba misingi ya Injili inasimamiwa. Hivyo hatutakubali vitu vya kwamba na unajua Mungu ameniambia niuze hiki, Mungu ananiambia nifanye hiki, Mungu ananiambia kitambaa, kwa kujikava kwa kava ya kusema mafunuo. Hata kama una mafunuo yote lazima yakae katika msingi wa neno. Ikiwa yanarukana na msingi wa neno, hayo mafunuo ni feki, kwa sababu lazima mafunuo yote yakae kwenye msingi wa neno, ili utukufu na heshima vyote vimrudie Mungu direct na si mtu yoyote yule. Hiyo lazima tuweke hapo. Basi ni baraka kweli. Kikombe cha Loliondo nimeimba na mengine ya kuuza michanga, vitu vyote vinatokea watu wanapigania na kusema unajua kanisa yetu, unajua watu wetu, unajua ministry yetu, vinaendaga vinaisha. Walianza kuuza mchanga Nairobi tu nilikuwa. Unaambiwa chukua mchanga, sijui kama umeona kiwanja unataka kukichukua, wewe chota mchanga, lete tukuombee, sijui chukua huu tumeuombea, kama mchanga vijiko 3 unauziwa 10,000. Na useme kama mtambo wako unafanya kazi. Ushikanishi network. Mtu achote mchanga akuuzia kwamba huu mchanga ukifika changanya mchanga wa kwenu, basi mchana utabarikiwa. Huyu Mungu hawezi kubariki na unaye. Tulishapata Yesu, ndio maana tuliacha vitu vingine ambavyo havina maana. Jina la Yesu ni jina linalopita majina yote. Ukiwa na jina la Yesu uhitaji tena nyota. Ukiwa na jina la Yesu uhitaji tena vitambaa. Ukiwa na jina la Yesu uhitaji tena mafuta. Ukiwa na jina la Yesu hutaki kuambiwa. Siku hizi wameenda mpaka wamefika kiwango kingine. Siku hizi naona watu wanahubiri hapa habari ya madhabahu. Kuna madhabahu, umejiunganisha, uliunganishwa, sijui kuna mtu alinena mabaya yako, akachukua jina lako, sio kapeleka. Akili zukanga kienyeji. Ukiwa na Yesu umevuka hicho kiwango. Ukiwa na Yesu ukiwa na Yesu umevuka hicho kiwango. Ukiwa na Yesu umevuka hicho kiwango. Sasa huwezi uwe na Yesu na mtu akuchukue sio akupeleke wapi. Uwe na Yesu. Sasa mimi niko na Yesu, uchukue shati langu ama koti langu sio peleka kwa mganga kienyeji mkafanye nini? Nije nikilivaa ndio hayo mashetani yanishike. Ngoja nikwambie, hata kama koti linapelekwa kwa mganga kienyeji afanye mambo yote, liletwe, siwezi ulikataa, nitalivaa. Maana ninapolivaa lina disconnect. Maana ndani yangu kuko Yesu. Yesu akai kwenye koti. Yesu yuko ndani yangu. Sasa uwe unaelewa vitu vingine.
Wewe unaelewa vitu vingine. Hoteli za kisasa, ukienda hoteli za kisasa unapewa code, unapewa kadi. Ukipewa kale kakadi unaenda nako, hupewi funguo. Hoteli nyingi za kisasa hupewi funguo, hoteli kubwa kubwa. Unapewa kakadi fulani kama haka ka ATM. Bahati mbaya sina kwa karibu hapa, lakini tuseme haka ndio haka kadi. Ukienda na kale kakadi kwenye mlango unapitisha tu. Ukipitisha tu inawaka inafungua. Na ni mahali kwingi kuna vitu kama hivyo. Lakini kuna vitu lazima uelewe kwamba inayofanya kazi pale ni sumaku ama magnet, ndio zinasomana. Ndio maana wakikupa kwa ambao uzoefu, ukishapewa kale kakadi kafungua mlango, unaambiwa kabisa usikaweke karibu na simu. Usikaweke mahali pamoja mfuko, na ukaweka mfuko simu ukaweka na, kwa sababu yale mawimbi ya simu yata-interfere ama yataharibu yale mawimbi yaliyosetiwa pale kwenye kale kakadi. Kwa hiyo ukienda ukaweka kwenye mlango hakafungui. Ukiweka inawaka tu nyekundu, haiwaki green, haifungui. Kwa nini? Kwa kuwa simu yako imeinterfere na yale mawimbi yaliyokuwa yale mawimbi yaliyokuwa kwenye ile kadi yanainterfere na mawimbi ya simu. Vitu rahisi ukielewa. Sasa wakati wanakupa kakadi wanapitia kwenye mashine fulani. Kakadi kako kawaida, wakipitia kwenye kale mashine kao inashika mawimbi ya sumaku, ambayo hayo yatakwenda kufanya ifungue mlango kwenye hoteli. Ukienda kwenye namba yako huko juu, sasa ukihusisha inafungua. Nakupa tu mfano rahisi uelewe. Na ni the same unapopitisha simu yako, maana simu iko on, ukipitisha yale mawimbi ya simu yana nguvu kuliko yale mawimbi wameweka ya kufungua mlango. Kwa hiyo ile yale mawimbi yako ya simu yanaharibu yale mawimbi ya kale kakadi. Kwa unapofika pale ukiweka kale kakadi kwenye mlango haifungui. Utashangaa wamenipa kitu mbaya. Mbona wamenipa ni mbaya? Hawa ni wakorofi. Sijui wanasumbua. Sio wakusumbua, ni wewe huku chekanisha laini. Ujue kwamba mawimbi yaliyo kwenye simu yana nguvu kuliko mawimbi ambayo wameweka pale kwenye kale kakadi kafungua mlango. Na ndivyo ilivyo. Ukichukua hii koti leo ama kitambaa ama nyayo sijui nimekanyaga ukachukua udongo ama kiatu ama chochote ama handkerchief ikapelekwa kwa mganga kienyeji, ataweka hayo mawimbi yake ya mashetani ndio yakija kwangu ukishika udhurike. Ukiwa na Yesu, sasa Yesu yuko ndani, kuna yale mawimbi makubwa ya kimbinguni. Kwa hiyo ukiweka ile koti, kweli ile koti limerogwa, kweli ile koti na hayo mawimbi ya mashetani, kweli mtu akivaa litamdhuru, lakini akilikavana mtu aliye na Yesu ndani, ukiliweka tu mawimbi yale yanaharibika. Shetani hapa anapata shoti. Sasa wewe unakuwa uko sawa. Ndio unaona nikakuimbia kwamba tuliokoka hatulogeki. Huwa nikisema tuliokoka tuogeka nasema sasa ulogeki. Sasa ulogeki. Wewe sikiliza, unaongea kwenye level nyingine na tunaongea kwenye level nyingine. Tuongea habari ya level ya kuwa na Yesu ndani, Yesu aliye hai. Na hapa zungumzia habari ya Yesu ule unamuonaga mtu unamvaa kwenye msalaba. Sisemi kuna makosa kumvaa, lakini pia ujiulize. Sasa mtu ambaye mwenyewe amekufa ukimvaa, sisemi habari ya kumvaa Yesu huyo wa kuvaa shingoni, nasema habari ya kukaa na Yesu ndani ya moyo. Biblia inaposema kumvaa Yesu inamaanisha kuwa na Yesu moyoni. Nataka usome maneno kwenye kitabu kile cha Wafilipi sura ya 2. Nataka tuangalie neno hapo kidogo tu alafu tubarikiwe. Wafilipi sura ya 2, kwa kuwa masaa yetu naona inatusukuma sana. Wale ambao unaomba nyimbo, ni sishasema ukiomba nyimbo tutaangalia kama kwa mfano tumeshaipiga karibuni, hatutapiga kama sehemu mbili, tutapiga ile nyingine, ama iliombwa last week tunaweza kuipiga, inategemea. Tutakuwa tunatawaliwa sana na muda ili tusifinye tena muda wa mafundisho, kwa sababu mafundisho ni ya baraka zaidi. Hata Biblia inasema watu wanaohudumu wapewe heshima maradufu, hasa wale wanaohutubu, ama hasa wale wanaohudumu kwa kufundisha. Kwa hiyo kuimba ni vizuri, pia kuna mafundisho, lakini unafika mahali pa kusema neno kabisa ujue tunapata nafasi yake ili tufunguliwe, kwa sababu kusoma neno na kufundishwa neno ni la maana kabisa kuliko kitu kingine chochote kile. Sisemi wengine hayana maana, hapana. Kuomba kuna maana, hata najua kuna sema kuomba ni kila kitu, na kweli kuomba ni vizuri, kuimba ni vizuri, kusifu ni vizuri, lakini kufunzwa neno ni jambo la maana. Ndio maana siku moja kulikuwa na Martha na Mary, wao walikuwa wadada, na dada mmoja alikuwa akipika jikoni, Yesu alikuwa amewatembelea, na yule mwingine alikuwa yuko pale kwenye miguu ya Yesu anamsikiliza Yesu.
hawakupika. Akaja akamwambia Yesu, si mwambie ndugu yangu wewe sasa anisaidie huku, yeye anakaa tu hapa. Yesu akamwambia, huyu amechagua fungu jema. Unajihangaisha na mambo mengi, unayoyafanya ni mazuri. Yule dada alikuwa anafanya vizuri kumpikia Yesu. Wadada wanajua, wamama ni tabia yao. Ukitembea kwa mama yoyote ambaye ni mama mwenye kujielewa, ni mama, anatamani sana ule kitu pale ndani alichokiandaa, anatamani ya kuandalie. Ni sifa mojawapo ya mama, na hiyo sio nini wa nini, hapana, hiyo ni maumbile. Kila watu wana maumbile. Ndio maana mwanaume ameumbwa tofauti na mwanamke akaumbwa tofauti. Wanasema unajua tuko sawa. Lazima useme tunakuwa sawa katika misingi gani? Kwa sababu kuna vitu tuko tofauti, tumeumbwa tofauti, wiring ni tofauti, moto unapita tofauti na moto. Kwa hiyo vitu hivi ni vitu tofauti. Sasa kuna ile hali tunaita ya maumbile, sio maumbile ya sura ya jinsia, lakini ya moyo pia na uwezo wa kufikiri. Unafikiri tofauti. Ndio unaona kwamba mama yote ambaye ni mama, ukimwendea kwake, ukafika makao yake pale alipo, kama ni kwake nyumbani, huwa anatamani akuandalie kitu ule. Yeye anajisikia kwa maumbile alivyoumbwa, anajisikia vizuri, maana amekupa hiyo huduma. Basi vile vile huyu dada, wadada hawa wawili walikuwa dada wawili hawa ndikumbuka, hawa dada wawili ni wanakaka yao ambaye Yesu aliwahi kumfufua siku moja alipokufa. Usomage Biblia kuchokora ujue vitu hivi. Sasa huyu Lazaro aliyekuwa amekufa akafua na Yesu, alinadada wawili. Hawa dada Yesu alikuwa anatembea kwao mara kwa mara. Alipoenda, mmoja yuko pale anang'ang'ana kupika, kutengeneza sijui ni chai, sijui ni kasupu, sijui ni kanini, alikuwa anaandalia Yesu wale. Na unaona aliandalia Yesu akampa chakula, na aliyemsikiliza tu Yesu amekaa. Wewe ungeonaje? Ungeona huyu aliyejishughulisha ndiye amefanya mambo, maana amejishughulisha kuandalia Yesu chakula ale, ama kumwandalia chai anywe. Na huyu mwingine amekaa tu pale miguuni. Huyu mwenye kuandaa akamwambia Bwana Yesu, ambia, maana walikuwa wamemzoea Yesu ni kama saa mtu wa familia yao, akamwambia, ambia huyu dada yangu naye aje hapa nisaidie. Sasa amekaa tu hapa, baada ya kuja hapa angekuwa ananisaidia mimi, napika hapa na naosha hiki, tukuandalie haraka. Yesu akasema, huyu aliyenisikiliza amechagua fungu jema. Kwa hiyo ujue kumsikiliza Yesu ama kusikiliza maneno ya Mungu inakuweka mahali pa juu sana, hata katika ulimwengu wa kiroho. Ndio unaona ukisoma habari za maisha ya Yesu miaka ile mitatu alikaa hapa duniani, ukimwangalia aliombea wanafunzi. Tunapata maombi ya Yesu akiombea wanafunzi, tunayapata kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 na 15 akiombea wanafunzi. Lakini mahali kwingi sana utasikia Yesu akawafundisha, Yesu akawafundisha, Yesu akawafundisha. Hata alipofundisha kule akimaliza akawaleta, akawachukua faragani, akawafundisha. Kwa hiyo mafundisho ni kitu cha maana sana katika maisha yote ya Mkristo. Mkristo ambaye upati mafundisho, utakuwa na hamu kubwa ya kumtumikia Mungu, hamu kubwa ya kuishi maisha ya Mungu. Lakini wakati huo unakuta unafanya makosa, sio kwa kuwa unataka, na sio kwa kuwa shetani na nguvu kwako, ni kwa sababu huelewi. Biblia inasema kutokujua maarifa. Ngoja nikusomea hapa mstari huu unasema nini. Katika mstari wake ule wa 9, tunaanza mstari wa 9, kitabu cha Wafilipi sura ya 2, mstari nitaanza wa 9 nisome na wa 10 na nisome na 11. Maandiko yanasema, kwa hiyo tena Mungu alimuadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili, mstari wa 10, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Basi maneno hayo unafikiri umepata pale. Nafikiri nilazena huko chojo pale ni Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 11. Maandiko yanasema, basi kwa hiyo tena Mungu alimuadhimisha mno. Yani tunazungumza habari za Yesu. Mungu akamuadhimisha. Kuadhimishwa ni kama kuinuliwa. Kuadhimishwa hapa inamaanisha kupewa kipaumbele. Kuadhimishwa hapa inamaanisha kuwekwa kwenye nafasi ambayo ni ya kupatiwa utukufu. Kuadhimishwa hapa inamaanisha ni kupewa kuwekwa kwenye nafasi ya heshima, ya kuheshimika, kuwekwa mahali maalum, mahali special, mahali ambapo pana sababu fulani zafanya wewe uwekwe pale. Kuadhimishwa, hiyo ndio lugha ya Biblia. Uelewe
lugha ya Biblia wakati mwingine kwa inatofautiana lugha ya mtaa na lugha ya kamusi. Unakwenda kwenye kamusi kutafuta maneno kwenye Biblia huko. Biblia inatambulikana kwa lugha nyingine. Hii ni lugha nyingine. Ina maana inahusisha sana mambo ya kirohoni ndio tuje mambo ya kimwilini. Lakini dunia hii yote ina lugha ambayo inahusika na mambo ya mwilini. Basi hapa Biblia inasema jina hilo huyo mtu, yani huyo Yesu Kristo, Mungu amemuadhimisha. Kwa lugha nyingine tunasema Mungu amemuinua, Mungu amemuonyesha, amemtangaza. Mungu amemtangaza. Haya, anasema nini? Akamkirimia, yani akampatia, sio akamuuzia, akampatia. Kupewa, hii ndivyo ya favor, kukirimiwa. Tunapata neema ya kukirimiwa. Wokovu tumekirimiwa, hatukununui, ni kitu ambacho hata kuwa na mpango nacho, lakini unapatiwa. Tena unapatiwa bila malipo na bila masharti. Basi huyu Mungu mtakatifu, Mungu Baba akamkirimia huyu mwana wake Yesu Kristo jina linalopita majina yote. Kwa nini ni jina linalopita majina yote? Unapoita Yesu hiyo jina, hata wakati wa Yesu kulikuwa na watoto wengi waliitwa Mayesu. Yesu alikuwepo, Mayesu wengi tu. Lakini huyu ndio maana mara nyingi kwenye Biblia unasema anatajwa Yesu wa Nazareti. Nazareti ni mahali tu alipozaliwa, kama kusema sasa Yesu wa Nairobi, ama Yesu wa Kajiado, ama Yesu Yesu wa Morogoro, ama Yesu wa Arusha, ama Yesu wa mahali fulani. Yani kwa sababu kuna Mayesu wengine, ilikuwa inatumika hiyo ili kuonyesha ni Yesu yupi wanamzungumza. Ndio maana mahali pale wanasema Yesu wa Nazareti, yani ili julikani Yesu yupi. Sasa hili jina lilokirimiwa Yesu sio tu kukirimiwa jina kama Yesu, bali ni kupewa ule uwezo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu kile cha Mathayo sura 28, Bwana Yesu alipotoka kwa wafu alisema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo kuna mamlaka katika hilo jina la Yesu. Sio jina tu, ni jina ambalo pia limepewa mamlaka. Na ndio maana Yesu alipoondoka, alipowaacha wale wanafunzi wake, alikuwa na wale mitume 12 wanafunzi wa mwanzo, lakini pia walikuwepo watu waliomwamini wengi tu. Ndio maana ukisoma sehemu nyingine anasema akawatuma wanafunzi wake 70 waende wale wawili. Sasa unashindwa kuelewa 70 tena, mbona tunasema alichagua 12? Tena hao wanafunzi wamekuwa 70, imekuwa namna gani? Ni kwa sababu wale 12 waliochagua, wale walioitwa mitume hatimaye mpaka tunaondoka, wale waliochagua akawapa majukumu tofauti kidogo, lakini wanafunzi wengi walimwamini Yesu pia wakapewa majukumu tofauti. Na wakatumwa wale 70. Kwa hiyo alikuwa na wanafunzi wengi tu. Hata wakati Yesu anaondoka kupaa kwenda mbinguni, watu walioandamana naye pale, wanaosoma vitabu vya historia wanasema walikuwa watu 520 walioenda pale wakati Yesu anaondoka. Basi ukiangalia wanafunzi hao walikuwa ni wengi sana. Na hapa sasa Yesu alipoondoka, wanafunzi hao aliwaachia, hakuwaachia mashamba, hakuwaachia pesa, hakuwaachia mifugo, hapana, aliwaachia jina. Akasema, nimewaachia jina hili. Kwa jina hili mtatoa pepo, kwa jina hili mtapoza wagonjwa, kwa jina hili mhubiri Injili, kwa jina hili nimewapa mamlaka. Kwa hiyo ndio maana kwambia hapa tunaposema kwamba Yesu Kristo, Mungu akamkirimia huyo mtu, akampa jina lipitalo majina yote, inamaanisha akampa uweza na mamlaka. Ndio maana akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mamlaka, mtu mwenye mamlaka ni mtu ambaye sio tu ana uwezo, bali pia hata ana kauli. Ndio maana ya mamlaka. Mamlaka ni kwamba unapewa vitu vyote. Yani mamlaka, hakuna kitakuwa juu ya mamlaka. Unaweza pewa uwezo, unaweza pewa ruhusa. Hiyo yote ni aina fulani ya kuruhusiwa kufanya kitu fulani. Lakini unapewa mamlaka, inamaanisha unapewa nafasi ya kufanya maamuzi ya mwisho. Ndio maana ya mamlaka. Ndio maana ufanya kwa nani amekutuma? Nimetumwa na fulani. Wanajua huyo ametumwa, kuna mtu mwingine. Kwa hiyo yeye anatekeleza kile alichotumwa na huyo mwenye mamlaka. Sasa aliye na mamlaka ana mamlaka kiasi gani? Yesu sasa, maana ukiangalia kuna mamlaka ya kiaskari, unaambiwa nimetumwa, mimi ni koplo, nimetumwa na afande, wanaitana afande.
sijui nimetumwa na meja, sijui nimetumwa na OCS, sijui nimetumwa na mkubwa wa kiwango fulani. Wakitaja majina yao unajua kiwango kile amesema. Ama ni mwalimu, mtu anakuambia nimesuliwa na nani? Nimesuliwa na prefect. Haya, umesuliwa na nani? Mwalimu wa darasa ameruhusu. Ama unasema mwalimu mkuu ameruhusu. Ama ukasema makatibu tarafa ama mkuu wa elimu wa wilaya unaona ni mamlaka, ama wa mkoa ama waziri. Sasa unaona ni mamlaka zinaenda zikienda. Kama ni kwa nchi labda mamlaka inaenda inafika kwa rais, lakini ukija hapa mamlaka hii ni mamlaka iliyopeanwa na Mungu. Hivyo hakuna mamlaka nyingine. Ndio maana Yesu akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni kote na duniani kote. Hiyo ni Mathayo, ukisoma Mathayo sura 28. Lakini ukija hapa maandiko yanasema kwa nini mamlaka? Ni ili kwa jina hilo la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vyote vya duniani na vitu vya chini ya nchi. Biblia inapotaja ndio nakwambia kuna lugha tofauti. Biblia inaposema chini ya nchi inamaanisha kuzimu. Usokasikia ni chini ya nchi ukasema ni kwenye bahari huko chini, hapana. Biblia inaposema mbinguni inamaanisha ni mbingu yote. Inaposema dunia ina maana dunia yote mpaka juu ya bahari yote ni dunia. Na chini inamaanisha kuzimuni. Hivyo Yesu jina hili linapewa heshima yote mbinguni. Vitu vyote mbinguni vinapiga magoti, yani malaika wote wa mbinguni wanapiga magoti, watakatifu wote kama wako huko tayari wanapiga magoti, na utakapoenda huko mbinguni pia tutakuwa tunapiga magoti huko. Na pia hapa inasema mamlaka ya vitu vyote vya duniani vipiga magoti. Hii ni magoti ya kiande yanapigwa, hata yako mtazamaji na stahili ya kupigwe, na ya wale wote watu wanasema Yesu Mungu, Yesu mwana Mungu, Mungu hazai, magoti yao pia yatapigwa. Vitu vyote vitapiga magoti. Na pia vya chini maanisha shetani mwenyewe anapiga magoti, majini nayo yanapiga magoti, mapepo yote yanapiga magoti. Sasa mapepo na uchawi kupiga magoti, mganga kienyeji tabakia wapi naye? Ni kupiga magoti. Ndio maana nakwambia ukiwa na hilo jina huwezi kulogwa. Ukiwa na hilo jina uko juu ya kila kitu. Sasa utaniuliza, kwa nini natokea kwamba kuna watu wanalogwa? Pia utaniuliza, mbona kuna watu wengine wanasema tumeokoka ama ni Wakristo na unakuta ameshikwa na nguvu ya shetani? Ngoja nikueleze kitu kimoja. Treni inatembea juu ya reli, ikitoka juu ya reli haitwi tena treni kwa mujibu wa utekelezaji wa kazi, maana ina mahali pake. Na hapa tunasema Mkristo, na vile nafundisha hapa, lengo lake ni kwamba ukae kwenye reli ya Yesu. Reli ya Yesu ni nini? Ni neno la Mungu. Ukikaa kwenye neno la Mungu uko kwenye reli. Na ukiwa kwenye reli hakuna vile shetani anaweza kukupata. Akija kwako atakuta kuna moto wa Roho Mtakatifu, kuna moto wa Mungu, maana neno la Mungu ni kweli. Na Yesu huyu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Basi nimetupenda kukujulisha hiyo ili ujue jina letu tunalisema ni jina la namna gani. Hatutaji tu Yesu hivi kienyeji. Ndio maana unaona ambao tumeshajua na kuelewa nguvu iliyo katika jina la Yesu, hatuhitaji kukanyaga mafuta. Hatuhitaji kutembea na vichupa vya mafuta. Vichupa vya mafuta ndio kikiumana uguse, unuse, ujipake. Sasa ukienda unajipaka ndio upate anointing. Hapana, anointing yetu ni automatic, inaenda digital, yani huhitaji kuconnect mawaya ni digital tu. Yani ukisema tu Jesus inakuja hata bila kushika msalaba, hata bila kushika Biblia. Ukilala tunasema kwa jina la Yesu, na mapepo yana mamlaka hapa. Huhitaji kutafuta Biblia uiweke hapa kama pilo ndio ulalie, ndio mashana yakija yaone Biblia. Huhitaji connection hizo. Hiyo ni kizamani wakati ule tulikuwa hatujajua Yesu vizuri ni nani, ndio tulikuwa tunahangaika. Unachukua mafuta upake kwenye kitanda ukilala, maana sasa ukilala mashetani yasije. Andika chifu zilizoandikwa majina ya maaposto na manabii na mabishop wakubwa na namba zao za simu. Ndio sasa ukiwa na hako kitambao ukitembea nako, unataka kwenda interview, unajifutafuta jasho, ndio sasa ukipaka ukienda ukubalike. Ukienda mahali unaambiwa kama mafuta haka kama maji haka, basi utajipaka, utajiosha uso, utajiosha mikono, ndio ukifika sasa unakale anointing watakukubali. Hapana, ukiwa na Yesu ndani yako unatamka neno. Ukitamka neno linakuwa, kwa sababu hapa inasema akamkirimia jina lipitalo majina yote. Unapotema Jesus, mafuta, maji, mafagio na vitu vingine vyote chini. Ukisema Jesus,
uganga wa kienyeji na kazi zote za kiza chini, ukisema Jesus, hata vikombe vya liondo maji na vitu kama hivyo chini, maana jina lile linapita majina yote. Asante sana kwa kujiunga nami kusikiliza maneno haya machache ambayo Bwana amenipa neema niyaseme leo. Mungu akubariki sana na kutendea mema. Basi wacha tuombe katika jina la Bwana, na kama kawaida niombe na wale ambao uko hapo unasema nataka kumwamini Bwana Yesu, nitaomba na wewe sasa, na wale wengine wote wasikilizaji wangu tutaomba pamoja pia. Usiogope, Mungu yuko na sisi. Basi ikiwa uko hapo unasema ama umeona mahubiri anasema Kiane mtumishi wa Mungu, napenda mimi kumpa Yesu maisha. Hii jina nataka nikae nalo mimi ndani ya moyo wangu. Jina hili si kwa ajili yangu mimi. Ni kwa ajili yako wewe na watu wote. Si langu tu mimi. Useme unajua hii jina ni wahubiri. Wahubiri ndio wanaweza kuombea watu. Na hii jina ni kila mtu muaminio. Wewe mmoja wao leo ukiamini, hata kama naamini leo. Kuanzia leo. Ngoma inajipa na inakuwa ni baraka kweli katika jina la Yesu. Kwamba unaweza kuambia shetani simama, na simama, nenda, na anafunga virago katika jina la Yesu. Basi amini pamoja nami maombi haya, uombe pamoja nami, na Bwana kutendea mema, usamewe dhambi, uitwe jina lako, uitwe mtakatifu, uitwe mtoto wa Mungu, jina lako liwe mbinguni, na upate neema ya Mungu. Basi omba pamoja nami ukiamini, sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako. Asante kwa kunipenda na kwa unaniita. Naitika sauti yako Yesu. Niumbie moyo safi, nisamehe dhambi zangu, karimoni mwangu, fanyika Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia leo. Bwana Yesu nitawale. Asante kwa unipenda. Amen. Basi acha tuombe, mtazamaji wangu popote ulipo, acha tuombe pamoja na wewe, usiogope. Hata kama una mahitaji, unaona mahitaji hayakwenda, nitakuja kufundisha tena. Jana kwa naongea kanisani na niwaeleza vile ambavyo wakati mwingine mnafikiri ukiwa na Yesu basi itakuwa sasa shetani atatoa mashambulizi. Hapana, ndio maana Paulo anasema mvae silaha, maana tuko wanajeshi, vita ni kawaida. Na basi hiyo nitakuja kufundisha, lakini kwa sasa tuombe na wewe, usiogope. Hata kama kuna vitu ande vizuri, usidanganywe na wadanganyana kwambia unajua umelogwa, unajua kuna mtu ameiba nyota yako, amekuzuilia ndio maana vikapanda vikashuka. Achana na utapeli huo. Amini tu Mungu Yesu Kristo ambaye yuko ndani yako anatosha kukutendea muujiza. Amini tu, na pia uwe mtu wa kungojea. Ufunguke masikio yako kwa jina la Mungu ili wewe unasikia sauti, communication ya Bwana akikunenea, na Bwana utembea. Wacha tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtazamaji wangu huyu, msikilizaji huyu ambaye amesikiliza maneno haya na ameamini maneno haya, Mungu ambao umeweka ndani ya moyo wangu ni ya nene. Na asante Baba kwa sababu umenipa kibali kwa mtu kunisikiliza na kukubali injili hii. Baba, ninaomba neema juu ya maisha yake. Ponya maisha yake, ponya njia zake, fungua milango iliyofungika kwa jina la Yesu. Natangaza ushindi katika maisha yake. Natangaza kufunguliwa katika maisha yake. Nguvu yako Mungu iliyo katika neno lako, iliyo katika jina lako. Kwa kuwa amepokea neno lako, amepokea jina lako, apokee uzima, apokee wokovu, apokee uponyaji, apokee kufanikiwa. Kama ni kikazi, kama ni kibiashara, kama ni kindoa, kama ni kimaisha, fanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Bwana akubariki. Sema amini na uamini pamoja nami. Mungu akutendee mema. Kumbuka ukienda pale kwenye YouTube unaweza subscribe channel ya Kiande, Apostle Kiande channel. Basi subscribe pale ili uwe mmoja ambaye utakuwa unaweza kushiriki pamoja nami kwa mafundisho mbalimbali, kwa nyimbo, kwa mafundisho. Kuna mahubiri tumesharusha pale. Unaweza ukaingia pale pia ukayasikiliza. Wakati mwingine sikiliza ukiwa umetulia, pia sikiliza. Kuna masaa Mungu atakunenea. Kila unaposikiliza ujue kuna kitu Mungu atakunenea na utaona mabadiliko katika maisha yako. Bwana akutendee mema na akubariki. Sasa basi akumbuka vile vile tuko kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 4 mpaka saa 5 masaa haya. Pia share jumbe hizi. Share ujumbe huu kwa watu wengine pia, marafiki na majamaa ambao wako kwenye laini yako, waambie ili nao pia washiriki baraka hizi katika jina la Yesu Kristo, na itakuwa ni baraka kweli. Mungu akutendee mema. Basi anataka kuleta tu wimbo mmoja hapo, na basi tubarikiwe. Tutakwenda kusikia wimbo mmoja, lakini kabla ya wimbo labda nione kuna watu gani wengine wapi ambao wamekuja hapa labda. Okay. Zipora Getao, barikiwa sana, asante, anasema amen. Alicia Wari anasema amen. Kuzo. Alicia, barikiwa sana, nimekumbuka, nimekuona, asante sana. Sara Wangare umeingia. Ubarikiwe sana pia Sara Wangare, nimefurahi sana kukuona mwaka huu tena. Haya. Alicia, si bado huko kule Boston ama ulitoka? Barikiwa sana. Thank you very much. Desmond Ismaili,
Haya, asante sana. Anasema amina. Bishop Eric Ngwere, rafiki yangu huyo. I love you General, you are a champion. Asante sana Bishop, rafiki yangu, nimekuona, nimefurahi. Betty Wamboi, horo waku, asante sana Betty, asante kwa mafundisho. Thank you very much. This is most Ismail anasema na sijui na nini. Haya huyo. Haya is watching. Frankie Musili, na kupata mtu wa Mungu, barikiwa sana. Florence Kiande kutoka Tanga, dada yangu huyo, barikiwe sana na uwe na afya njema, Bwana akutende mema, na kumbuke wewe na familia yako, mume wako, na kila kitu kiende vizuri huko. David Mudanya, barikiwa sana, is watching. Anasema nini? Constantine Simiu is watching, barikiwa sana. Kalebu Mwangi, hey, asante Mwangi. Zenadini, ubarikiwe sana, na umeandika maneno ya hapo tuyosoma wa Filipi 2 Filipi sura ya pili, yani Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Asante sana. Haya, naona hapo Apostle Elijah Saitoti, tunakupenda sana mtu wa Mungu. Oh, asante, mnanitia moyo wapendwa, kama napenda Betty. Karibu, jina la Yesu ndio mambo yote. Thank you. Sarah watching, nimekuona. Claudia Henry, nafikiri Henry. Amen. Haya, asante sana. Benjamin Joshua Isaya, thank you very much. Pora Gitana, nafikiri shakuona Tundi. King Mkulima, hey, haya, asante Mkulima kwa kujiunga nami. Wildstein Mohwe, ubarikiwe sana. Bana K, ubarikiwe sana, watching from Timboroa. Be blessed ASK, ubarikiwe sana. Nafikiri nishakuona Joshua, hawa nishaona. Man Ngoros, nishakuona kweli. Apostle Kiande, you are blessing to many. Nilikuona. Asante sana. Basi ubarikiwe. Haya, ngoja nione hapa. Nikuona huyo. Ni waona, jamani, barikiwe sana. Lakini kuna mtu anatafuta hapa. Kuna mtu anatafuta hapa. Kwa muda. Haya. Sasa nitaiona hiyo. Haya, taona tu. Haya, nataka kuimba tu wimbo mmoja tumalizane. Wimbo mmoja tu hapa tumalizane. Kuna mtu alikuwa amesema hapa, uko wapi sasa jamani? Haya. Okay. Haturogeki, hiyo nishakuletea wewe. Kuna mwingine hapa alikuwa amesema nini? Haya, sio ni hiyo. Kwa hiyo nafikiri ama ilikuwa ni hiyo basi. Okay, no problem. Barikiwa sana. Asante sana kwa kujiunga nami, jamani, Mungu awabariki. Ngoja tuje hapa sasa tubarikiwe kabisa hapa. Tukimaliza hapa katika jina la Bwana Yesu. Hey, haya. Oh, kweli. Thank you very much. Nataka tuende tuone wimbo gani hiyo, wachungaji. Barikiwa na hiyo, ni ya siku nyingi hajaimbwa, basi barikiwa na hiyo. Tunapoagana tuonane wiki ijayo. Bwana akubariki. Share kwa wengine. Ita marafiki na majamaa, waambie tukutane hapa live. Katika jina la Yesu, ubarikiwe. Wachungaji nielezeni, padri nielezeni, askofu nielezeni, mashehe nielezeni, maimamu nielezeni. Mwisho wa mwaka umefika, nasikia maneno, kuna heka kuombea waliokufa, ibada za wafu tuombe waliokufa, tutoe sadaka tuombe waliokufa, tunyoe vipara tuombe waliokufa, kama utatu tuombe mnyazi wawekwe pema peponi. Jamani, mtu akifa kweli wachungaji, nasema mtu akifa tuelezane ukweli. Shenale, tuelezane ukweli jamani. Fikiri mtu amekufa, mashariki si habari, kwenda kaburini tumejipanga miraba, alazo yameelekea kaskazini, tulete na maji anywe akiona kiu. Ajabu,
palilia Charles Duranira Kibara, nimekuona kutoka Yose Lambert Clear, barikiwa sana. Jamani mtu akifa kweli wachungaji, nasema mtu akifa tuelezane ukweli, tuelezane ukweli, tuelezane ukweli. Alikuwa mtu ni mlevi, muweke pema peponi. Alikuwa mwizi twamjua, muweke pema peponi. Alikuwa na mke wa pili, muweke pema peponi. Kuwekwa pema peponi ye, au kuwekwa babaya, hiyo ni kazi ya Maulana. Wacheni kidogo, maandiko yasema wazi, kama mtu akifa matendo yake yamfuata, mzigo utabeba mwenyewe. Haya jamani, kila chenye mwanzo hakikosi na mwisho. Ubarikiwe sana kwa kujiunga pamoja nami. Usisahau kwenda kwenye YouTube, kusubscribe pale, na vile vile share ujumbe kwa marafiki wako ambao kwenye Facebook yako. Kumbuka pia ialika watu wengine. Ni Jumatatu ijayo masaa kama haya ya leo, yani kwa East Africa, masaa ya East Africa kwetu ni kuanzia saa 4 mpaka saa 5 usiku. Bwana akubariki. Kaa na amani ya Bwana. Thank you very much.